Kuna watu wanaonyeshwa matendo makuu ya Mungu na kuna watu wanaonyeshwa njia za Mungu, au ni watu wawili tofauti. Watu wanaonyeshwa matendo makuu ya Mungu ni wale ambao kitu kidogo, wakisali kidogo, wakimuita Mungu kidogo, Mungu huyo hapo, miujiza hiyo hapo, matokeo hayo hapo, Mungu nisaidie, huo msaada unakuja. Ila watu ambao wanaonyeshwa njia za Mungu wanapitishwa katika mchakato ambao utawasaidia wao kuzalisha ile miujiza na kuwa na majibu ya watu wengine. Sasa kama wewe upo katika kundi la watu ambao wameitwa kwa ajili ya kuja kujifunza njia za Mungu, usikate tamaa. Usiseme mbona yule mwenzangu akifanya tu kidogo Mungu anakuja, Mungu anamjibu, mbona mimi sijibiwi? No. Yesu alivyokuwa hapa duniani aligawa miujiza kwa watu wengi. Vipofu waliona, viwete walitembea, watu walikula, wenye njaa, lakini aliwaita watu 12 akawa anapanda nao mlimani, akawa sijui anaenda nao nyikani, akawa sijui anafanya nao nini. Alikuwa anawafundisha njia zake, na ndio maana Yesu alivyoondoka wale vipofu walikuwepo wapi? Bwana wasiwaponye vipofu wenzao. Lakini tunaona wanafunzi wa Yesu kama Petro ndio waliokuwa wanaendelea kufanya kile kitu ambacho Yesu alikuwa anakifanya. Haleluya! Sasa wewe unakaa unasikitika, lakini hujui wewe ni nani. Haujui kwamba umebeba majibu. Haujui kwamba kuna watu watatoka mbali kuja kutafutia hekima zako just because you paid the price ya kujifunza njia za Mungu. Usikate tamaa. Kama unajua kabisa hakuna anachokikosea katika mchakato wa maisha, lakini mbona Mungu anijibu? Hebu pay attention. Mungu anaweza kaa na kufundisha njia zake kwa ajili ya next generation, kwa ajili ya kizazi chako. Usikae tu kung'ang'ania miujiza. Njia za Mungu. Kumbuka, wale wamjua Bwana Mungu wao watakuwa majasiri na watafanya mambo makubwa.